Sara akiwa na ufahamu mkubwa sana anamuita Ibrahimu bwana wangu, na wewe mwanamke unapaswa umuite huyo mwanaume bwana wako. Ukubali kukaa chini yake, ukubali kutulia chini yake, ukubali kumsikiliza, kwa sababu huyo ndiye aliyeko juu yako, huyo ndiye bwana wako. La kapashete, kama mimi hapa bwana wangu, na maana Mungu ni bwana wangu, lazima nimsikilize huyo Bwana, nini anazungumza na nini anasema juu yangu na ni maelekezo gani ananipa, alafu mimi niyatekeleze na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo bwana wako wewe mwanamke ni huyo mme wako. Huyo mme ndiye bwana wako, unapaswa kumsikiliza huyo bwana wako. Kila maelekezo anayokupa ni bwana wako, unapaswa kumsikia. Kama Sara mwenye ufahamu mkubwa sana akamuita Ibrahimu bwana wangu, na Ibrahimu naye akamfurahia Sara. Kwa hiyo hata huyo Bwana atakufurahia wewe, maana ndiye bwana wako. Uko hapo kwa sababu ya huyo, ukujipeleka. Yeye mwenyewe ndo alikupeleka hapo, unaishi hapo kwa sababu ya huyo bwana wako, ndio maana uko hapo. Asingelikuwepo huyo bwana wako, usingelikuwepo hapo. Kwa hiyo upo kwa sababu ya huyo bwana wako, unapaswa kumsikiliza huyo, na tamaa yako uirudishe kwake, ili ndoa yako ikawe na amani. Usianze kutembea na kujiingiza kwenye vikundi ambavyo havina maana yeyote, na kuwasikiliza watu ambao walikwisha kupotoka wakaziacha ndoa zao, na wanakuambia 50% kwa mwanaume, 50% kwa mwanamke. Hilo sio kusudi la Mungu, ni kusudi la Shetani kwa ajili ya kuharibu ndoa, ili watu wengi mtoke kwenye kusudi, mpotee na mpoteze kabisa ile neema ya Mungu ambayo aliachilia kwa mwanadamu. Neema aliyoiachilia Mungu kwa mwanadamu ni neema ya kutawala na kumiliki. Sasa huwezi kutawala na huwezi ukamiliki kama umeliacha kusudi la Mungu.